15 years I was not a good tither. Watu wakitoa tithe nilikuwa ninasema si mimi nilijitoa kama fungu. Lakini umasikini ukaendelea kunifinya. And I remember one of a brother, a friend of mine, unamjua anaitwa Apostle Maneki, anakuwa na vipindi katika Biblia usema. I invited him to the local church that I was serving. Watu wakanungulika, umealika mtu ambaye sio wa AIC, lakini Mungu hiyo siku akatumia huyo ndugu. Akaniambia, Pastor, in the spirit I cannot see that you have not been a good tither. Sasa nikasema huyu ameambiwa na nani? Na unajua he's a guest speaker. Na kutoka leo anza kutoa nini? Fungu la 10. Na akaniambia si umeniita kwa hii harambee yako. Sasa leo toa fungu la 10 ya kile ambacho kitatoka. Nikasema ai. Unajua kwa moyo nikasema sasa hii uchoyo wa pastor amekuja. So akapiga harambee na akamaliza kuhubiri na akasema ya kwamba mimi ndio guest. Mimi ndio chief guest. Leteni niwanenee baraka kanisa. Kanisa likaleta nilikuwa nahitaji 250,000 za kumalizia shule. I was doing my bachelor in theology huko Scott. Watu wakatoa zikazidi. Lakini in me ilikuwa inaniuma. Yaani nichukue 25,000 nipatie mtu. Kalikuwa kananiuma vibaya sana. I don't know, I'm a pastor. Lakini roho ilikuwa inaniambia try this. So kwa machungu tu nikaenda nikaambia wazee, hiyo pesa imetoka 276, nipeni 27,000. Kaniambia unapeleka wapi? Naambia msijali. Nikaifunga yote. Lakini kwa machozi. Shika. Nikaitoa. Kaniambia sasa mchungaji, kutoka sasa usijali mambo ya school fees. Mungu tayari ameshughulika mambo ya school fees. Usijali mambo ya graduation, Mungu ameshughulika juu ya graduation. Sasa nashinda, hapo na excitement ya fungu langu la 10 na mimi naumia. That was my thing. Si mimi ni mwanadamu. Lakini nikienda nikawa I had great peace. Wazee wakanipatia zile pesa nikalipe. I had a balance of 150,000. Nilipofika Scott Theological College kwa bazaar, akanipatia receipt. Akamwambia thank God, kuna mtu ambaye niliombea, one of the lecturers anaitwa Dr. Michelle, na Dr. Michelle alipona na akaona atoe shukrani yake kwa kulipia school fees. Sasa mimi nimang'ang'ana na harambee, kumbe Mungu amenguza mtu ambaye niliombea na nikasahau, nikakuta imelipwa yote. Sasa nikasema kwani huyu apostle aliona nini? Na nikishangaa nikapewa on top 70k. Nikaambiwa hiyo ni ya preparation ya graduation. Sasa kutoka hiyo siku nikaambia Mungu, nitakuwa ninatoa fungu na hata sio fungu, nitakuwa ninatoa zaidi. Now that began my financial breakthrough. Hata kama ni nini, hata kama kwetu kuna shida gani, my wife and I will know that we must give the Lord. Every year we have a target on how we are going to serve the Lord. This year my target on serving God is 800,000. Last year I managed to serve by 7. So, and God in His own way, He has a way of doing it. Yeye yake ni ya 500. Kwa sababu tunataka kujaribu Mungu kwa mambo makubwa. Na unajua tukisema hivyo mnaanza kusema wachungaji wanasema wewe sema. Na ni kweli. Mimi sasa kuna ng'ombe ya 40 liters per day. Kuna ingine ya 20 liters per day. A liter kwetu ni 70,000 ni 70 shillings times 90. Si unipatie hiyo hesabu. 6,300. Toa gharama ya ng'ombe ya 2,300 per day. Imebaki na ngapi? 4,000 per day. Nani apokea anapata hiyo? So I'm talking over something that
Umeteswa. Acha hii mambo ya kuomba na unaomba bila mwelekeo. Yaani umeachilia vitu hivi. Ni kweli unaomba, lakini Mungu hata akigusa, wewe amka kalonde, unaombea nini? Haujui. Umeanguka chini na unaomba. Mimi I prostrate before God. Na mimi sasa hivi ninapoongea hivi, I took my sabbatical leave. Sasa hivi niko leave. Sasa nikitoka huku na siku zangu za prayer and fasting. Naona hii wakati nitakuja utakuta ni kama niko na ukimwi. Nipatana. Kwa sababu I've lost weight. By the time niliambia kanisa nikirudi after 4 weeks, msishangae vile nitakuwa nimekonda. Si ati ya kwamba kwangu hakuna chakula. Nilichukua leave nikatafute nani? Kwa sababu nataka vitu viko juu. Bwana Yesu asifiwe. I pray that the other. So I'm praying that God disconnects you. I'm praying that God gives you to assess the situation. Ile hali wewe uko tu, usiseme kama mimi. Assess the situation. Mungu, mimi nimekuwa nikiona things are not possible, lakini umenipeleka, umeniinua Bwana, disconnect na watu, umeniunganisha na wewe. Sasa hivi umenionyesha vile hali ilivyo. There's a time that we were in the church, na tukiwa tunafanya prayer and intercessory prayers. Mungu, hiyo kanisa ya huyu mzee Edward Gay, nikaona the presence of so many demons. Mimi nawaona na macho na kanisa iko na nini inawaona. Sasa nikawaambia kwamba baada ya sadaka nikawaambia kwamba leo tutatoa sadaka everything mwisho. Mimi kwanza ninataka kuhubiri. Tukaimba nyimbo 5 hizi za hymn. Tukimaliza wakaanza kujitokeza katikati ya ibada. Hey! 4 ladies wakaanza kuzunguka. Anaanza kuzunguka, watu wanapitia huko katikati. And tukianza nilikuwa naambia wazee, ombeni sana kwa sababu leo the church is under attack. Na unajua tunalala. Pastor tu ni wewe unapaswa kuomba. It is not a pastor's business. It is our business. For the quality of this service, the quality of this worship, it is not determined by the pastor. It is determined by all of us. How we surrender to the Spirit of God. Na sote tukawa the intercessory team tukaomba. Na sasa kwa sababu kuna wazee walikuwa wanakataa, wakati zilipolipuka zikaanza kuja huko mbele, zingine zikaenda kwa treasure la kanisa. Wewe unajifanya, si nguo ni wewe ulininunulia. Nikafuata nikakuta ni kweli. Wengine wakaanza kutoa nguo, nikaambia wazee simpeleke huko nyuma ukaombee. Nikiendelea kuhubiri wananifuta koti nyuma. Kuna mlango ilikuwa ya kanisa huko nyuma. Ananiambia pastor, si hii imechacha kuja, ni wewe unawezana na hii. Kaambia hapana, ombeeni, si mlisema haziko. So what I'm saying that when we disconnect ourselves, when we disconnect we pray that God will disconnect ourselves from all the surrounding. The other thing that we assess the situation, kwenu ni nini ambayo. Unajua kuna wanaume walikuwa wanajua kwao. Wakaambia Yesu Kristo, kwetu kuna mtu ambaye alibarikiwa na vijana 7 na wameoa. Na huyo kijana wa kwanza akaoa na akafa, mwanamke akaolewa na yule wa pili. Kwetu kuna mwanamume akona watu akona shida, lakini Wafarisayo wakona shida kwa sababu wao wanaelekeza Yesu mambo ya mbinguni. Tukifa huyu atakuwa wa nani? Yesu akamwambia mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Lakini ningependa kusema sisi we don't assess the situation. Ni nini ambayo inakula kwetu? Ni nini ambayo inamaliza kwetu? Kwa nini wasichana kwetu? Kwa nini wavulana kwetu? Kwa nini kwetu? Kwani kwetu ndio kumezaliwa wajinga peke yake? Kwa nini kwetu? Kwa nini kwetu? This is the situation. Assess the situation. Yesu akawaambia kwamba sio yeye. Wale ambao ni wakamba wanajua kuna watu ambao wanamuondomoka wa adhabu. Mwanamke wa dhambi. Mwanamke wa dhambi ni yule ambaye wanajua walaana. Akiolewa yule mwanaume anamuoa anakufa. Akiolewa na mwingine mwanaume ndiye anakufa, mwanamke ataachwa. Na pia kuna wanaume wa aina hiyo. Akioa mwanamke anafa akufa.
Akiwa mwingine anakufa. There's a spiritual tie ambayo needs to be broken. And the stressing of the children of Israel, they were taught to assess. Mungu akapeleka Ezekiel to that level, kiwango cha kuchunguza, kiwango cha 3. Nasikia kuungua hapa. Kiwango ya 3. Faith. The issue of trust. Mungu, mstari wa 3 mpaka wa 6, hebu tusome pamoja, kwa sababu sitaki kuongea maneno yangu. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? We mwana wa mono, mwanadamu, hii mifupa inaweza kuishi? Biblia inasema ya kwamba nami, that is the servant of God, nami nikajibu, he Bwana Mungu, wajua wewe. Hallelujah. He Bwana Mungu, wajua wewe. Sasa Mungu amemdisconnect, Mungu amempatia ku assess the situation, naye Mungu sasa anamleta kiwango kile kingine cha kutrust. Imani yako, tumaini lako, do you trust God that the process God has begun anaweza kuikamilisha? The process, watu wengine tu Mungu anaanza process lakini hatutumaini, hatuamini ya kwamba Mungu ataikamilisha. Mungu alianza kufanya mambo kwenu, lakini ukaona ya kwamba Mungu hawezi kukamilisha. Uliomba ukapata kagari, baada ya kupata kagari ukapata nini? Ukapeleka kwa waganga, ili kafanya uganga, ukapeleka mahali ulipeleka. But I want to say this, that the same God who began the process of making you who you are, He has the power to accomplish the process that He began. So Ezekiel, is the faith of Ezekiel, the trust of this man of God is tested. Can these bones live? God is testing and awakening the spirit of His servant. Anataka kujua kwamba, are you still awake? Umeshtuliwa kwa sababu Mungu alimdisconnect, akampeleka assess, kwa sababu Mungu angeweza kumpatia assessment level kama hajamdisconnect. Angempeleka assessment level kama hajamdisconnect, angefaint. Kwa sababu kuona mifupa, watu wengine tutakimbia tu. Watu wengine tunakuta alama ya damu limewekwa huko kwa mlango, asema hii mlango siingii. Na inaweza kuwa ni rangi. Manyoya ya kuku imechanganywa na damu, imewekwa hapo kwa nyumba, kwa mlango. Chini ya ngali, hii ngali siendeshwi. So kuna level ambapo Mungu akitaka kukuregesha anakudisconnect. There are things that will not amaze you. There are things that will not fear. Wasichana wale wengine nasema ya kwamba si wale wengine wamefanya, wewe sio wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wamezoea kujumuisha, lakini mtumishi wa Mungu akapelekwa kaulizwa na Mungu, hii mifupa inaweza kuongea? Akasema, God, you know. God is still testing the level of your faith. Mungu anataka kujua kwamba zile vitu ambavyo anataka kubariki nazo kama unaweza kuzibeba. Kuna wengine hata wakibarikiwa siku ya leo utaona kanisa. Kuna wengine wakiinuliwa siku ya leo utaona kanisa. Kuna wachungaji wakibarikiwa hawata fast. Tulienda kwa mkongomano ya interdenominational meeting huko Voi. Alafu tukafanywa mchezo, tukasema kijeli wale ambao walikuwa wachungaji wa AIC. Tukasimama matumbo, tulikuwa na vitambi vizuri. Hatupasi kuuliza hawa ni wa wapi. Dini yao inajitambulisha kwa vitambi vyao. Sasa anyway, the Spirit of God is not measured with our body size, our body posture. They are so strong people but very weak spiritually. Samson was very weak strong. Alikuwa na 6-pack. Anainua gate, anaibeba hiyo gate, nenda ukachunguze, ilikuwa inavulutwa na ng'ombe dume 8 ikapandishwa huko kwa hiyo mlima, lakini yeye aliing'oa kwa mikono yake mwenyewe. Na ametoka kufanya nini? The whole night alikuwa na mwanamke kahaba, and in the morning anabeba gate.
So it is not about our physical strength. It is about our spiritual strength. So Mungu anamesha imani yako inafika wapi. Kuna vitu ambavyo hutapewa na Mungu kwa sababu unaweza kufaint. God tested na mtumishi wa Mungu Ezekiel akasema ya kwamba Mungu wewe unajua. Mungu wewe unajua. Ukifanyiwa mzana watu wanasema ya kwamba unaona kwamba hii itawezekana kwako, unaona hii itawezekana kwako, mwambie Mungu anajua. Kuna watu wanakuonyesha ya kwamba things will not change. Uiteje hii mambo yenu ya kusema ya kwamba tutafanya kanisa, Mungu anajua. Na by the way, chairman of development, nikikaa pale niitishe ya mkutano yangu kwa sababu nataka kushiriki kwa hiyo ujenzi pia. Sawa sawa. Nisiwe tu kwa sababu wakati ule mwingine Genesis 20 kuna mwanaume anaitwa Onan aliambiwa nenda ukasimamishie kwa ndugu yako nini nyumba. Akaenda kalala na mke wake wa ndugu yake ambaye alikuwa amekufa, na badala ya kumsimamishia nyumba ile nasema nini, aliachilia mbegu zikaenda wapi? Chini. Hayo Mungu akamuua kwa sababu anataka raha ambaye haina responsibility. So usiwe na kufurahia ambaye haina responsibility. Vijana mnanisikia? Hello, am I speaking to somebody? Vijana. Hii mambo ya kuchezea. Unashinda mtu anasema ya kwamba mimi nangojea Bwana, lakini angojei. Kuna mahali anapika ya kando, anamwaga chini, anaenda. Mungu atakuua. It's called that you take responsibility. Take responsibility. Wajibika. Sawa sawa? Wajibika. Ukiona vyaelea, hiyo nimefanya nini? Umeundwa. Na kama hujaunda, kwa nini unataka kuelewa? Haya, acha nitoke hapo. Vijana tutakuja wakati wenu. Nisiongee nyingi yenu hapa. Ezekiel akafika hiyo trust akasema Mungu unajua. Alafu jambo la mwisho nimesema juu ya data. I've talked of disconnection, I've talked of assessment, I've talked about the trust level. The last, the application. Verse 9. Nataka nimalize hiyo tuende kwa ile jambo lingine. Ndipo akaniambia, tabiri. Utabirie upepo mwanadamu. Akuambie upepo. Utabirie upepo mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4 in the 4 corners of the world. Kujeni kwa sababu mifupa iliyo mbele yangu ni mikavu. Mungu anaambia sasa Ezekieli, sasa simama na uanze kufanya the prophetic action. Unajua saa zingine unaweza kutukuta wachungaji tunaomba, unaweza kudhania sisi ni waganga ama ni wenda wazimu. Saa zingine tunaenda, kuna ndugu ambaye tulikuwa tunaomba na yeye alikuwa anaitwa mchungaji Kituko huko Momboni. Aliomba sauti ikaisha na tulikuwa tunatoa mapepo. Na kwa nyumba unakuwa anaenda hivi. Sasa baadaye tukamuuliza ulikuwa unafanya nini? Unajua si sauti ilipotea. Kwa hivyo nilikuwa nawashika na wagonganisha chini na wakanyanga. So mtu angesimama amuone Ezekieli anaita upepo, Jooni, nyinyi upepo wa kaskazini, Jooni, upepo wa magharibi, Jooni. Angeona mtu huyu ni mwenda wazimu. There are things that we have, prophetic actions that you will be amazed. Even sometimes I go to secret places kwa sababu unaweza kudhania mimi ni mganga ama ni mwenda wazimu. Because when those moments of prophetic action comes, hata kwa crusade unakuwa mwenda wazimu. Mtu anakuuliza hiyo umetoa wapi kwa Biblia, sijui, lakini Roho aliniongoza. Kwa sababu saa zingine theolojia tumetaka kuweka akili ya Mungu ni kama tunaweza kuiweka kwa akili ya binadamu itoshee. Itabust. Mawazo ya Mungu yako juu ya mawazo yangu.
na sio vitu vyote ambavyo vimeandikwa hapa. Hata leo the Spirit of God is in the business of revelation. Mimi nimeombea mtu na mafuta ya Vaseline hii ya nini, ya kukamua ng'ombe. Mtu ameniambia, mchungaji, mimi naamini ukinipaka mafuta nitapona. Na mimi sikuwa na mafuta, na nikaona imani yake ni ya mafuta. Unajua kuna watu wako na imani ya mafuta, kuna wengine wako na imani ya kuwekelewa mikono, kuna wengine wako na imani ya tu maneno na mambo yatafanyika. Nikaona huyu mama wako na hiyo, kumwambia kukupe mafuta, na mafuta. Kaniambia ndio iko. Akaenda akanichukulia hiyo Vaseline, hiyo mkami. Akaleta, nikaweka kidole, nikampaka msalaba hapa. Alikuwa na kichomi, pneumonia. Nikimaliza msalaba anasimama, nasi nimepona, nimepona. Sasa nikikwambia ninajua ni nini nilimponyesha, mimi siji. Mungu yeye aliponya kwa sababu alikuwa na imani. Akipaka mafuta atafanya nini? Imani yako mwenyewe. It is your faith, it's not your pastor's faith. Ezekiel alikuwa na imani, yeye akaamini kwamba kila Mungu anasema ni kweli. Na nikimalizia pale, the last ni application. Akaambiwa ya kwamba sasa anza kuita, akaita. Yeye akaanza kuita upepo, ukatoka pembe nne za ulimwengu zikaja, na zilipokuja kelele ikasikika, mifupa ikaanza kupata nyama, mishipa, kila kitu kikawa sawa, na watu wakaonekana, sio watu ambao wamenyamaza. Kelele inatoka pale kwenye lile bonde, watu wanaongea, kelele kubwa ya ajabu. Hakuna nyumba ambayo Mungu ataregesha na inyamaze. Hakuna kanisa ambaye itaregeshwa na inyamaze. Hata mkiambiwa na nani mnyamaze, hamtanyamaza. Hakuna mchungaji ambaye amepata uregesho wa Bwana ambaye atanyamaza. There must be noise, there must be some commotion, kwa sababu kuna tendo ambalo limefanyika ya ajabu. Biblia inasema ya kwamba ile kelele ilikuwa pale. And wewe mwenyewe, I love the last verse ambayo tumesoma, verse 12. Na mimi hiyo nakutabilia leo, na hiyo vile ilivyo, mimi nataka kukutabilia katika mambo yako. Basi tabiri, uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nataka upate, pokea tu, tazama, nitafunua makaburi yenu. I want you to get it. Tazama, nitafunua makaburi yenu. Kuna mambo yamekufa katika familia yenu, kuna mambo yamekufa katika roho yako, kuna mambo yamekufa, na Mungu anasema ya kwamba nitafunua. Nitafunua. Na Mungu akwami pale, verse 12 anasema ya kwamba na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu. Hii ambayo imezikwa huko, ambayo ni yako, inapaswa kuwa hai. Maombi ambayo inapaswa kuwa hai, pesa ambazo zinapaswa kuwa ni zako, mali na hata vitu na watoto ambao wako wamepotea na mambo ambao uchui yalizikwa na ukaanza kusahau. Mungu anasema tabiri, nitawapandisha, nitawaleta kwa nguvu zangu, nitazileta kwa nguvu zangu. Mungu anasema hivyo. Alafu Mungu anasema hivi, enyi watu wangu, nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Mimi nataka kumaliza. Wacha mambo ya kusikia injili na you don't apply. Sasa hivi nataka kukupatia katika moja, tukiwa tumesimama. As we stand. Najua kuna program nyingine, but as we stand, nataka kukupatia katika moja, uwaze katika maisha yako. The data. Ni nini ambayo katika maisha yako imekufa? Ni nini katika maisha yako unajihisi ya kwamba it's over? Unajaribu kuamini lakini usadiki kabisa.
na Mungu anasema ya kwamba yaliyokufa, yaliyofunikwa katika makaburi, naenda kuyafufua. It is your faith. It is not your pastor's faith. It is your faith today that is working miracles. It is your faith today. Kwa sababu Zaburi Waebrania 11:6 inasema ya kwamba mtu ajaye kwa Mungu lazima azandiki kana kwamba Mungu yupo, na yeye huwapa zawadi ama thawabu wale ambao wanamwamini. It is good that you believe by yourself that the existence of God, it is not a multitude thing. It is a personal decision that God, mimi nataka kuregesha. I want God, your revival. I need your restoration. Kuna mambo katika jamii yangu yamekufa. There is no love again. Lord, kumbe Mungu unaweza kuregesha upendo sasa katika jamii yangu. Kuna mambo mandini na mambo ambayo yamenikwamisha, na Mungu kumbe unaweza kuyaregesha tena. Just I want you to think of that one thing, and you'll have a testimony next Sunday. You say that I trusted in this, God, and you waited for me. You waited for me just to trust that you have the power to restore my situation. There are things that are dying in your life. There is joy of worship that is dying in your life, and you are saying that, Lord, this is my day. Restore the situation of my life. Mungu, ninaomba ukaregeshe hali yangu. Mama ambaye anafifia katika maisha yangu, Bwana, nahitaji ile Bwana ukatende, kwa maana wewe ni Mungu. Kwetu ambao umetoka, kuito mahali ambapo nimetoka, unajua where I come from, now the background that you come from. There are things that have died, there are situation that you have given up. At this moment, believe in the mighty Father, the Lord of Ezekiel, the Lord of today. He is here for you, and He is working miracles in a very mighty way, in a very amazing way. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Say that I want to bring it before the Lord. I need the restoration of the Lord. Mungu nataka kupikia hizi hatua nne za uregesho. Lord, disconnect me with the very things that are causing me to worry and fear. Lord, disconnect me from the situation and the environment that has polluted my faith. And this afternoon, Lord, I come before you. Lord, disconnect me. Uplift my spirit. Connect me with the heavenlies. Connect me with the power that comes from above. Nasema kwamba mchungaji, pia mimi niko hapa, ninang'ang'ana, sijatambua hali, na sasa Mungu umenifungua macho ili nikaweze kutambua hali jinsi ilivyo, mifupa iliyo kwetu, mambo ambayo yanatakana yanasumbua, mambo ambayo yameoza, mambo ambayo yamekufa. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, nipatie leo roho ya kutambua. Baba, ambia Bwana kupatie roho ya kutambua jinsi hali ilivyo. You should not settle for nothing. You should not settle for that status quo. This is a moment that you tell God that I want to come out of that situation. I've believed and changed my situation in the name of Jesus Christ. Uko na shida na imani yako. Kuna mambo ambayo unaona ya kwamba hayawezekani. Lakini hiyo ni wakati kama Ezekieli waambia Mungu, wewe unajua. Wewe Bwana unajua. Wewe Bwana unajua. Wajua Bwana jinsi mambo yalivyo. Bwana, mahali ambapo siamini nisaidie kuamini katika jina la Yesu Kristo. Umejua lakini hauja apply.
How will God restore you when you are not ready to apply what you have known? Watu wengi tunajua jinsi hali ilivyo, but we do not want to move that step of faith of applying what the Lord himself has said. Tumeng'ang'ana na neno la Mwenyezi Mungu ambayo imekuwa ikihubiriwa. Kuna mambo ambayo tunakataa hata mchungaji anapoendelea kuhubiri. Tunang'ang'ana na mambo fulani we do not believe. And this is the moment God has sent me to tell you, this is a moment to apply. You can't come out of that very situation that you are in. Watu watakuona kama uko na ujinga, uko na upumbavu, lakini wakati wa kuapply ambayo Mungu amenena na wewe, this is the moment. This is the moment. We surrender before the Lord. We surrender before the Lord. Ambia Bwana jambo, usinyamaze. Just tell the Lord something about what you need about to be restored. Ni nini ambacho unahitaji ili kaweze kurejesha? What is that you need that the Lord himself to restore? He himself is here. He wants to begin the process and he wants to accomplish the process. The one who began the good work in us is ready to accomplish the work. The one who began the good work in your family, the one who God began the good work in your education, the one who began the good work in your healing, your state of health, he is ready. He is ready. He is ready to accomplish the mission. Alianza na Ezekieli na akaikamilisha, sio kwa maono tu, lakini akaikamilisha. Aliwatoa wana wa Israeli katika kifungo, aliwatoa wana wa Israeli katika utumwa, kwa sababu yeye alianzisha kuwarejesha, yeye alianzisha kuwarejesha. We worship you, we glorify you. He is Lord, He is Lord, He is Lord. I praise His name. He has raised. Sasa hivi na ufufuo na uregesho ukaanze na wao, ukaanze na huyo msichana, ukaanze na huyo mama, ukaanze na huyo mfulana, ukaanze na huyo baba, katika jina la Yesu Kristo. And you say that you want to be used as a agent of restoration in the family that you come from. And you say like Ezekiel, God, I need the data in my life. I need to be disconnected. I need the power to assess the situation. I need the power to trust. I need the power to apply. Nasema ya kwamba mchungaji, kabla hujatoka homa na mimi, I feel in me that God, I'm the one that you want to use to restore our family. Haijalishi wewe ni wa kiasi gani, haijalishi wewe umezaliwa namba ngapi katika familia. It does not matter the position that you've been born in your family. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi how powerful they are, but God wants to restore the situation in your family. Kwani kwenu ndio nyinyi ambao mnakufanga na cancer? Kwani kwenu ndio watu wanakufanga na hiyo magonjwa yasiyoeleweka? Kwani kwenu ndio masikini umefungiwa? And you want to say, God, I'm right now, I'm the destiny of our family. Lord, restore me, restore my faith, restore my trust in you. Lord, haijalishi unajiona wewe uko nduni kiasi gani, lakini Bwana mwenyewe anasema ya kwamba ni wewe. And you say that you feel convicted that I am the one. Mimi nataka kukuombea ukiwa mahali ulipo. Inua mkono wako, we want to just to pray together. Say that I feel that God, you are using me. May God see these hands. Father, in the name of Jesus, look at your people. They desire more of you. They desire to be restored, to be energized, and Lord, to desire even to change things that are dead, the bonds in their families, the many bonds that are in their families, the many bonds that have been buried. Lord, I pray that you use them as agents of change in the name of Jesus Christ. Some are agents of change even in this church. Some are agents of change even in this community. In the name of Jesus Christ, may it be so, your God, as they have believed in you.
Some have believed because of sicknesses. May those terminal diseases, Jehovah God, cease from their families in the name of Jesus Christ. Some have believed because of the situations, Jehovah God, of poverty. Oh Lord, in the name of Jesus, silver and gold belongs to you. And all whatever is in the world, Jehovah God, belongs to you. And I pray that God, that it will be well with them. Wameng'ang'ana sana Mwenyezi Mungu, na huu ni wakati Mwenyezi Mungu wa kubadilishia mazingira yao katika jina la Yesu Kristo. Give them an atmosphere where they can breathe well in the name of Jesus Christ. We bless you, God. We honor you. I bless this church. I bless the pastors, and I bless each one of them, Jehovah God, with your joy. And I pray that God, that it will be well, even in their families, in their working places, in their businesses, Jehovah God, in all their endeavors of life. Jehovah God, I pray that they will be met by your power. This is my prayer. In Jesus' name I pray. Amen. And the people of God say, Amen. Bwana wabariki, Bwana waongezeke.